Wanasema siku zote mwenye bahati habahatishi. Alipangalo Mungu binadamu hawezi kulipangua. Basi bahati ilikuwa kwa hao wafungwa. Polisi alipitiliza bila kuwaona. Baadaye alipanda vilima kushuka, ili mradi tu aweze kupata njia ya kutoroka gerezani. Ilikuwa ni tabu sana kwao kwa sababu njia walizopita zilikuwa ni ngumu sana. Vilima vilikuwa virefu, palikuwa pana mapori kiasi kwamba pangekuwa hata kuna uwezekano wa wanyama wakali. Mfungwa namba 10 alishawishiwa na mfungwa namba 7 kwa sababu mfungwa namba 7 ndo alikuwa mwenye ujasiri. Hivyo alikuwa akihangaika kutafuta njia ya kutoroka gerezani. Japo ilikuwa ni ngumu kwao, hakuweza kukata tamaa. Kweli binadamu akiamua jambo lake hutamani kutimia muda huo huo. Walishuka kilima kilichokuwa kinatokea upande wa Ikola huko mitaa ya Karumbi. Wafungwa walikuwa wakianguka kwa sababu vilima vilikuwa ni virefu kiasi chake. Alhamdulillah, wafungwa walifanikiwa kushuka kilima hicho na waliendelea na safari yao ya kutoroka gerezani. Walipita sehemu ambayo palikuwa pana maji yaliyokuwa yakitiririka na yakisukuma mawimbi kwa upepo. Palikuwa pana mapori, miti. Hivyo hawakuchoka, walivuka maji hayo ili mradi tu waweze kutoka gerezani, kwani kila mtu alifikiria miaka aliyofungwa ni mingi na kutegemea msamaha rahisi sio leo. Walifanikiwa pia kuvuka kikwazo hicho cha maji na waliendelea na safari. Huko afande aliendelea kuwatafuta bila kuchoka. Safari ilikuwa ndefu sana. Walimaliza kilima kimoja na kupanda kilima kingine. Waliingia kilima kilichokuwa kinaathiri kama ya mchanga sio mchanga. Kilima ambacho kilikuwa hakina pori kubwa, kilikuwa kama kimeshapata na ukame. Walianza kukiparamia kilima hicho, kilikuwa kina mawe, mchanga na vitu vingine. Lakini hawakuchoka, waliendelea kufosi ili mradi tu wafanikisha jambo lao. Ilikuwa ni ngumu sana kwao kwa sababu njaa iliwashambulia, pia na vile walikuwa ni wenye hofu kutokana nyuma alikuwa kikimbizwa na afande. Mfungwa namba 10 alikuwa ni mfungwa ambaye ni legelege wanasema, lakini mfungwa namba 7 alikuwa akiendelea kumtia moyo mwenzake waendelee. Hafla mfungwa namba 10. Twende. Umechoka? Umechoka kaka, siwezi kuendelea. Twende ndugu yangu, bado kidogo tunafika hapo. Nimechoka kaka, nimechoka. Atatukuta hapa sasa. Nimechoka. Twende ndugu yangu, twende. Nimechoka. Twende. Twende ndugu yangu, bado kidogo tunamalizia hapo. Nasikia njaa. Nisikilize. Atakuja hapa tena tukuta hapa. Siwezi. Siwezi. Mimi nakuacha ndugu yangu. Twende bana. Basi mfungwa namba 10 alikuwa ni kama amekata tamaa. Kama hujafuata sehemu ya kwanza, ingia kwenye akaunti yangu utaipata sehemu ya kwanza ya mfungwa. Please ni follow ili uwe wa kwanza kupata simulizi zangu.